Habari ya wakati huu, ndugu wadau wa elimu wilaya ya Mlimba, na kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano. Ni wakati mwingine, kipindi kingine tena ambacho tunaelekea kuchambua, ambacho tunachambua kwa kina ni namna gani ya kupata mtihani ulio bora kwa kutumia syllabus na format kama kwa kutumia muhtasari kama vile tunavyoagizwa na wizara hii ya elimu. Naam, bila kuchelewa tutapitia muhtasari. Hili ni somo la Kiswahili. Tuone ni namna gani, tuone ni vipengele gani ambavyo vitatusaidia kupata kile kilicho bora, kuelekea katika ubora ule wa kutunga mtihani ulio bora. Ni vipengele gani ambavyo tunavipitia sasa? Ni vipengele gani ambavyo tutaviangalia kwenye muhtasari huu? Kwanza kabisa, ninapopata ujasiri wa kusema huu mtihani ni bora katika maandalizi, ni kwamba katika vipengele vyote cha kwanza nimefuata format inavyoelekeza. Baada ya kuandika kichwa cha habari, nikaeleza kwenye ukurasa ule wa kwanza wa utangulizi, huu mtihani ni wa nini, je, unafanyika eneo gani, wilaya, mfano Mlimba DC. Kama hii pepa yangu ni ya majaribio ya wiki, ni mtihani wa nusu muhula au wa muhula. Baada ya hapo sasa ndio naenda kutoa yale maelekezo kwa mwanafunzi, ambayo nitaandika kabisa kwenye ukurasa ule wa utangulizi kabisa. Nitaandika mtihani wangu utakuwa na sehemu mfano kuu 3, ambayo ni sehemu A, B na C. Na kwenye sehemu hii A nitaandika kama itakuwa na maswali mangapi na alama zake nitaviandika kabisa. Nikitoka hapo nitaenda kwenye kipengele na nenda sehemu B, na yenyewe vivyo hivyo nitaandika kuna maswali mangapi, ina maswali mangapi na yana alama ngapi. Vivyo hivyo kipengele C nitaandika hivyo, ila kwa pamoja zile alama zisivuke wala kupungua 100. Pale mwanzoni lazima nitaandika huu mtihani utafanyika ndani ya muda gani, nampa muda mtoto, na siwasahau wale ambao ni wa mahitaji maalum, maana najua muda lazima utofautiane. Kwa hivyo katika maelekezo yangu yote, maelezo ya pale mwanzoni, lazima nitaandika hivyo vipengele vyote, ili mtoto kabla kufungua kuingia kwenye mtihani au anajua nini kinapaswa na ameelekezwa nini. Mwisho wa yote naingia sasa kwenye maswali. Sasa maswali ni kwamba ni lazima nitunge maswali yaliyojikita sana kwenye umahiri, na katika maswali sasa nitakuwa na mlengo upi, na mpima mtoto kumbukumbu, uelewa na uchambuzi. Hayo yote nitazingatia kipindi ninatunga maswali. Maana muhtasari huu unanitaka nitunge maswali ya aina hii yaliyojikita kwenye mahiri. Naweza kuja na swali, kutunga swali nikasema hivi: Mama Amina alifika nyumbani kwake kuta mtoto wake ametapakaa unga, akachukua fimbo na kuanza kumwadhibu. Jirani yake akamwelezea kilichotokea, kama hivi: sio yeye aliyemwaga unga, bali ni kuku. Yeye alikuwa akijaribu tu kuzoa. Swali nalileta hivi: je, wewe kama mtaalamu wa Kiswahili, ni methali ipi inafaa kutumika kama ushauri kwa Mama Amina? Ni tofauti na ile swali mwandikia mtoto kuuliza dash dash, malizia methali hii. Hapa ndio tunaanza tofauti maswali. Lipi linalenga umahiri na lipi lisilolenga umahiri? Okay, sasa twende tukatazamie muhtasari, vipengele gani muhimu ambavyo vinanisaidia kupata
kutunga mtihani ulio bora. Karibu. Scroll napandisha muhtasari wa Kiswahili elimu ya sekondari kidato cha kwanza mpaka cha 4 2023. Na tunaendelea. Katika jedwali hii kuna maudhui: umahiri mkuu ni kumudu misingi ya Kiswahili. Umahiri mahususi kukuza uelewa wa sarufi ya Kiswahili. Na kipengele ambacho kinanipa kujua mipaka yangu katika mtihani ninaotunga kwa kipindi fulani ni idadi ya vipindi. Kidato cha kwanza si kama cha pili, maana kidato cha pili unapata uhuru, una uwanda mpana, unatunga mpaka maswali ya kidato cha kwanza. Hii ni ramani yako, hii ni mwongozo, hii ni tochi nakwambia hapa na hapa, imekukadiria. Siwezi kuanza kutunga mtihani bila kuwa na hii, manake nakuwa natembea kama kipofu. Mwisho wa siku lazima nitaanguka. Naam, nikisha kuwa na uhakika na idadi ya vipindi nimeizingatia, maana yake nitatunga swali ambalo lipo kwenye muda, maana inanionyesha vipindi mpaka wakati huu tumefika wapi, mpaka wakati huu shule zimefika wapi. Hivyo sasa, hivyo ni umahiri wangu kuchakata na kupata maswali yale ambayo yenye mlengo wa kupima umahiri. Ulikuwa nami Alion H. Moria, tukijifunza kwa pamoja namna iliyo bora ya kumwandalia mtoto swali kwa mada husika, kwa muda husika, kwa kuzingatia kanuni za muhtasari. Vile unavyokuwa unaandaa mtihani, usiache kufata maelekezo ya muhtasari. Zingatia maswali hayo kwenye umahiri, maana hata mtihani wa taifa umezingatia hivyo vigezo. Hivyo tunakuwa tunamwandaa vizuri huyu mtoto. Nikushukuru, endelea kufuatilia vipindi vijavyo, maana yapo mengi ya kujifunza. Naam, sina